Hilo ni swali ambalo linaulizwa. Na inasema kwamba imani ni kuwa na hakika moyoni kwa kile ambacho hujakiona. Haleluya. Na umekuwa na hakika kwamba hicho kitatendeka ama ipo. Kiingereza inaitoa vizuri. Faith is a substance kwamba imani ni ukuu of those things that are hoped for. Ya yale ambayo wanatamaniwa. That thing that you have not seen. Yale ambayo hujayaona. But you believe. Lakini unaamini. That it will be there. Na kwamba itakuwa. That you will possess it. Kwamba utayachukua. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to the Lord. Utukufu kwa yeye. Imani ambayo walikuwa na nene. Imefanya wengine. Wakapata watoto ambao hawakuwa na. Apako Yesu. Na msifu Yesu. Imani ambayo walikuwa na nene. Imefanya wengine wakapata kazi. Kama hawakuwa na kazi. Imani ambayo walikuwa na nene. Imefanya wengine wakapata uhai. Ni kama mwanamke fulani ambaye alipatikana katika mkutano. Lakini alisikia msafara wa mfalme. Lakini alikuwa na shida. Hallelujah. Hallelujah. Andiko linasema kumhusu kwamba amekuwa mgonjwa kwa miaka 12. 12 good years. Miaka 12. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says Biblia inasema that this woman kwamba huyu mwanamke had an issue of blood. Alikuwa anatiririkwa na damu. And she had suffered for many years. Na alikuwa ameteseka kwa miaka mingi. In the hands of different physicians. Mikononi mwa madaktari wengi. She had sold everything. Alikuwa ameuza kila kitu. And had lost everything. Na alikuwa amepoteza kila kitu. So that she can get well. Ili awe amepona. But that one could not happen. Lakini hii haingetendeka. Praise be to the Lord. Tukufu kwa Yesu. She was not able to feel well. Hangeweza kuwa mwema. Imagine every year. Hebu ona kila mwaka. Hallelujah. Hallelujah. There was blood that was oozing from her. Kulikuwa na damu ilikuwa inatiririka kutoka kwake. Alikuwa anatiririkwa na damu. Alikuwa ameteseka mikononi mwa madaktari wengi. Hallelujah. Hallelujah. Yule angemsaidia hakuna. Na siku moja akasikia Yesu anakuja. Akaandaa imani. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Imani mtu anaweza kaandaa. Kama kuna kile kimemchosha. Kile umejaribu. Na hujapata jawabu. Hallelujah. Hallelujah. Pengine umeabudu mahali unaabudu kwa miaka mingi. Na kuna kile umeiombea sana. Na hujapata. Si kwamba Mungu hayuko. Si kwamba Mungu hasikii. Hallelujah. Hallelujah. Kuna kile kimepungukiwa. Si kwamba yule mwanamke hakuwa na shida. Yeye pia alikuwa na dhehebu yao. Pengine alikuwa mwanakwaya mzuri. Pengine alikuwa wa kutolea. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na si kwamba alirejea. Akasema kwamba hii imenichosha. Enough is enough. Kwamba imetosha. Nimesikia kuna mwingine. Na ninapoenda kwake nitapona. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Akaandaa. Akanena na moyo wake. Akasema nitaenda. Hallelujah. Hallelujah. For the faith to work for you, ili imani kufanyie kazi, you must make a step. Lazima uchukue hatua. Hallelujah. Hallelujah. Kaka kuone go step ibiro kazi. Jinsi ambavyo leo umechukua hatua umekuja hapa. Hiyo ikoremaritioni. Imani imejiandaa kufanyia kazi. Tutaeleza tu kidogo kwa imani. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to the Lord. Utukufu kwa Mungu. Na mwisho wa mkutano huu utashika kitu. Jinsi ambavyo mjakazi wa Mungu alikuwa anasema. Mtu anaweza kashika kitu mkononi mwake. Yaani umetafuta miaka mingi. Ukasema nitaishika kwa imani. Hallelujah. Hallelujah. Utukufu kwa Yesu. Ameshika. Akasema imenichosha. Mimi siwezi nikalakiwa niende safari. Pia mume wangu ameniacha. Lakini nimesikia mtu nitaenda.
step of faith. Ameandaa hatua ya imani. Togo hatua. Ndipo akapiga hatua. Tuchop. Akafika. Tunene gikumachi. Akaiona nambari. Wacha. Akasema ni jani kwamba huyu emeunyo no changoji. Yeye ndiye nasikia anaponya watu. Hallelujah. 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 Tumarane. Lakini yangu angeyo ninatambua ni kama de kwamba nitakapoenda kata dinge hata kama watu ni wengi. Hallelujah. Hallelujah. Kini jo moko kao gigi. Unajua wengine hawachukui vitu vyao. Kinano ni jinge. Kwa sababu wanaona watu ni wengi. Hallelujah. Hallelujah. Kibro nema. Watu wataniona. Hallelujah. Hallelujah. Tulebo bro nema. Washiriki wetu wataniona. Bro nema. Watu wetu wataniona. Hallelujah. Hallelujah. Sabi bueno. Wakati unanena. Tumitie wachuma timi. Kuna yale yanakutendekea. Maini minge. Na wewe tu ndio unatambua. Akana jo lemo kunyala golo. Hata washirika wenu hawawezi wakatoa. Wala kunyala golo. Hata wanaokoa hawawezi wakatoa. Ako Yesu. Na msifu Yesu Kristo. Wacho nia. Akasema kwamba nitaenda. Abiro mako. Nitashika Riakla. pindo. Tokana make. Nitakaposhika pindo la nguo lake. Ninatambua. Na decha. Kwamba nitapona. Hallelujah. Hallelujah. Okwongo change chunye. Anapona kwanza moyoni mwake. Hallelujah. Hallelujah. Wachino biro kama initie. Neno hilo linakuja mahali alipo. Onene kako de temore. Anaona jinsi ambavyo litatendeka. Onene kaka gino di wokne. Anaona jinsi ambavyo itajitokeza. Kana make. Kwamba nitakapomshika pindo lake. Pindo la nguo la huyu. Nimepona. Hallelujah. Hallelujah. Anna duokanyo. Nitarejea hapo. Nitie wachmo wa somo. Kuna andiko nilitaka kusoma. Monday ke ambalo limeandikwa ejo Thessalonica. Kwa Thessalonica. Beach matenda chia. 5 aya ndogo moja. Anna tie kod wachma wachono. Nitamalizia kwa hilo ambalo nilikuwa ninalinena. Tie wachmo ndo wingi goki. Kuna neno tunataka tusikie na asubuhi. Soma jo Thessalonica no. Baada ya kusoma wa Thessalonica hiyo, Soma barua mokwongo mar Yohana. tutasoma waraka wa kwanza wa Yohana. Beach matenda chia. 5 aya ndogo moja. Tie wach moro kanyo matin. Kuna jambo fulani hapo kidogo. Ma ang'o winji kuom Ruoth. Tutasikia kutoka kwa mfalme. Ondike momane ya. Imeandikwa kwa Biblia kwamba Hallelujah. Hallelujah. Yo Thessalonica. Wa Thessalonica. Beach. Wa kwanza 5. Verse 9. Aya ndogo 9. Tie wach matin kanyo verse 9 and 10. Aya ndogo 9 na 10 kuna jambo fulani kidogo hapo. Nimar Nyasaye ne okoketowa ne mirembe. Kwa sababu Mungu hakutuleta kwa ajili ya hasira zake. Noketowa ni mondo wayud warruok kuom Ruodhwa Yesu Kristo. Alituleta ili tupate wokovu kupitia kwa Yesu Kristo. Wanuo kanyo. Wacha nikarudie hapo. Nimar Nyasaye kwamba Mungu ne okoketowa hakutuleta ne mirembe. kwa ajili ya ghadhabu zake. Noketowa lakini alituweka ni mondo wayud warruok ili tupate wokovu kuom Ruodhwa Yesu Kristo. kwa mfalme wetu Yesu Kristo. Kristo nothonwa. Kristo alikufa kwa ajili Ni yetu. mondo kwa neno ili tunapoona kata wanendo ama tunapolala to wabed mangima kode. tuwe hai naye. Omiyo Ndio maana oriwru ng'ato gi ng'ato. mjitulize kila mmoja Kendo tegreuru kwamba mjipe nguvu mana kaka utimo korone. jinsi ambavyo mnatenda sasa hivi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Barua mar Yohana. Waraka wa Yohana 5:1. 5 aya ndogo 1. Ng'ama yie ni Yesu en Kristo. Yule ambaye anaamini kwamba Yesu ni Kristo, Nyasaye monyuole. Mungu ndiye amemzaa. Kendo ng'ama ohero janyuol. Yule ambaye amependa mzazi, Ohero bende nyathi janyuol no. anapenda kuwa mtoto wa mzazi huyu. Hallelujah. Hallelujah. Mano emwang'eyogo. Hiyo ndio tunatambua nayo Wahero Nyasaye. kama tunampenda Mungu. Wamako chikne. Pia tunashika torati zake. Wahero nyathini Nyasaye. Lakini tunapenda watoto wa Mungu. Nimar hero Nyasaye. Ndipo kumpenda Mungu En mako chikne. ni kushika torati zake. Chikne oko tek. Na torati zake si ngumu, Nikech ji duto kwa sababu watu wote ma Nyasaye onyuolo ambao Mungu amewazaa loyo piny. wanashinda ulimwengu. To locho mwaloyogo. Lakini ushindi ambayo tunashinda nayo, Locho mwaloyogo piny. ushindi ambayo tunashinda nayo ulimwengu ndio hii, Yie marwa. kupitia imani yetu. Hallelujah. Hallelujah. Na maloyo piny. Yule anashinda ulimwengu Mak mana en ma oyie. ni yule tu ambaye ameamini Ni Yesu. kwamba Yesu En wuod Nyasaye. ni mwana wa Mungu. Jandi manobiro. Huyu ndiye alikuja Gi pi. pamoja na maji Gi remo. na pia na damu. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Okum
si kwa maji pekee, kumpi kupitia maji na pia na damu, na roho anakuwa mshuhudaji. Haleluya. Haleluya. Nikech roho en adiera, kwa sababu roho ni ukweli, na hizo tatu ni washuhudaji: roho gipi pamoja na maji na damu. Hizo tatu zinaungana pamoja. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ninenee kitu kidogo ambaye imeungana na yale mjakazi wa Mungu alinenea jana, na imeegemea kwa imani. Inaitwa imani yetu. Haleluya. Haleluya. Kila mmoja huwa na imani, na Waislamu pia wana imani yao. Wao wanaamini kwamba Muhammad ndiye mfalme wao, na wao wanaamini kwamba Allah ndiye Mungu wao. Hivyo ndivyo wanavyoamini, na wanaamini wanapoenda kwa msikiti watu wanaabudu wakiwa wameketi chini, na wanawake wanaketi kando. Hiyo ni imani yao. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Dhehebu ya Adventista pia wako na imani yao. Wao wanalinda Sabato, na siku ya Sabato hakuna chochote mtu anaweza kafanya, kwa sababu ni siku takatifu la Mungu. Vitu vyote vinaisha kabla Sabato ifikie. Hiyo ni imani yao. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wale wakilejo pia wana imani yao, ambao wameweka, wanajua Mesia ambaye anaitwa Ndeto, na kote ambayo wameweka picha yake. Hiyo ndio imani yao. Hiyo ndio imani. Ukiingilia utaona wameweka madhabahu mahali wanaabudu. Haleluya. Hiyo ndio imani yao. Wale wa Katoliki pia wako na imani yao, kwamba waliamini. Haleluya. Amen. Kwamba kuna Mungu, lakini kuna mwingine ambaye huwa anasihi kwa ajili ya watu. Haleluya. Yeye ndio unamsalimia kwamba nimemsalimia. Yule tunanena kumuhusu, andiko linasema kwamba hakuja pamoja na maji pekee. Haleluya. Amen. Alikuja pia na damu pamoja na roho. Ni mambo matatu ambayo yameegemea. Ni mambo matatu ambayo ni moja. Tukufu kwa Mungu. Yule tunanena kumuhusu, andiko linanena kumuhusu kwamba Mungu alipenda ulimwengu sana, na ndio maana akamtuma mwanawe ambaye ni wa kipekee. Haleluya. Ili aje ulimwenguni. Anapokuja hapa ulimwenguni atapata wengine, na wale watawapata. Anasema yule ameamini kwa mwanawe huyo ana uzima wa milele kwa Yesu. Haleluya. Hiyo ndio imani yetu. Haleluya. Kwamba kuna mwingine ambaye Mungu alimtuma kabla ulimwengu umbwe, kabla ulimwengu uwe, huyo tayari alikuwa. Andiko linasema hakukuwa na kitu ambaye iliumbwa sio kupitia kwake, kwa Yesu. Inamaanisha Yesu ambaye tunanena kumuhusu hakuwa amezaliwa na Maria. Yosef jinsi ambavyo tunawaza kwamba wakati huo ndiye alikuja, alitoa tu mfano ya binadamu ambaye anakufa na pia anakula, lakini alikuwa angekuja kwa roho. Ilikuwa inabidi Mungu ambaye ni mkuu ili amlete kwa mfano wa binadamu, ili akae kama binadamu, ili akaokoe ndugu zake. Haleluya. Kwa Yesu alikuwa amebebwa tumboni miezi 9, jinsi ambavyo wewe ulibebwa. Haleluya. Alikuwa amezaliwa jinsi
kwamba yeye akupeleka hospitali kubwa hii ya kwenu. Hallelujah. Haleluya. Andiko linasema wakati alikuwa analetwa, nyumba ya wageni ilikuwa imejaa, lakini alipelekwa akiwa anazaliwa pale zizini. Hallelujah. Haleluya. Najua kwa nini alikuwa anazaliwa zizini. Kwa Yesu. Kwa sababu alikuja ili alete wokovu kwa Mungu. Ya kwanza lazima angeleta wokovu kwa ng'ombe wale walikuwa wanauliwa. Hallelujah. Haleluya. Kwa sababu andiko linasema kama ingetiririka damu kutoa dhambi haingekuwa. Inamaanisha walikuwa wanatoa dhabihu ya kutoa dhambi kupitia damu ya ng'ombe na pia na kondoo. Wale walikuwa wanauliwa kila mwaka na wanatoa naye dhambi. Wakati Yesu alikuja, haleluya, alikuwa ameokoa vifungo ambao walikuwa kama yeye ndiye anakuwa dhabihu ya kuondoa dhambi. Na ndio maana lazima angezaliwa kwenye kizizi mahali pabaya sana. Haleluya. Kwa Yesu. Haleluya. Yule tunanena kumuhusu, yeye alikuwa kabla ulimwengu uwe. Bado tunanena kumuhusu, alikuwa na msifu Yesu. Haleluya. Paulo anasema yule tunanena kumuhusu, neno lake ni kweli na inafaa watu waamini kwamba Kristo Yesu kwamba alikuja ulimwenguni ili aokoe wenye dhambi. Na mimi ndio mwenye dhambi kuliko wenye dhambi wote, lakini alikuwa amejituliza ili aniokoe mimi ambaye nilikuwa muuaji. Alikuwa amejionyesha kwangu kwanza kama yule muuaji anaweza kaokolewa. Haleluya. Yule msengenyaji anaweza kaokolewa jinsi gani? Yule wa kutusi anaweza kaokolewa jinsi. Mimi nilikuwa na uo watu. Mimi nilikuwa jambazi ambaye nilikuwa na uo wa Kristo. Kama mimi ndio mfalme, alikuja kwa maisha yangu akajionyesha kwangu. Sasa neno tunanenea ni kweli. Kama mfalme akiingia kwa maisha yako, hata kuacha jinsi ulikuwa. Na msifu Yesu. Hiyo ndio imani tunahubiri. Imani tunahubiri kwamba ukipata neno, neno hilo linabadilisha maisha yako. Neno hilo linakufanya uwe mkamilifu, unakuwa mtoto wa Mungu. Na ndio maana andiko linasema kwamba yule Mungu amemzaa hawezi akatenda dhambi, kwa sababu mbegu ya Mungu iko kwake. Hawezi akatenda tena. Ni nini nakufanyikia? Unaenda kanisani, na wewe unatusi. Unaenda kanisani, wewe unasengenya. Unaenda kanisani. Haleluya. Wewe unazini. Ni nini nakutendekea? Bado hujaamini kwamba Yesu ni mfalme. Kama umeamini leo, maisha yako yatabadilika. Paulo anasema haleluya. Kama mtu amedumu kwa Kristo, anaumbwa kiumbe kipya. Yale yote yale ya zamani yamepita. Yale yote yanakuwa mapya. Haleluya. Kwa sababu ya imani. Kabla uamini, hakuna kile kitakutendekea. Haleluya. Kwa Yesu. Haleluya. Yeye unasikia bwana? Kabla uamini, hakuna kile kitakutendekea. Paulo anasema kwamba niliamini, na ndio maana nilisema. Haleluya. Imani itafanya unene. Hata leo, hata kama ulikuwa umebaki nyuma, lakini umeamini kwamba Mungu tu ndikakisema
Ananitoa hapa chini. Ukitaka. Ananiweka hapa. Ogolaka. Ananitoa hapa. Ukitaka. Ananiweka juu. Hallelujah. Hallelujah. Mungu Yesu. Kwa Yesu. Nyasaye wachi. Kwa sababu Mungu amesema. Nyasaye bigoli kanyo. Na Mungu atakutoa hapo. Hapo kiloko ngimani. Kabla ubadilishe maisha yako. There must be transformation. Lazima uwe na mabadiliko. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Utukufu kwa Mungu. There must be transformation. Lazima kuwe na mabadiliko. Hallelujah. Hallelujah. How does transformation take place? Mabadiliko yanatendeka jinsi gani? Now people are ready to harvest. Watu tayari wanataka kuvuna mavuno. Some people have started to harvest. Wengine wameanza kuvuna mazao. But they planted a seed. Lakini walikuwa wamepanda mbegu. Some people planted maize. Wengine walipanda mahindi. Some people planted beans. Wengine walipanda maharagwe. Hallelujah. Hallelujah. And they took a seed. Lakini walichukua mbegu. Put it in a hole. Wakaweka kwa shimo. Hallelujah.